ili kuweza kumuunga mkono, na wengi wao wanatoka eneo la Bungoma ambao ndio ngome ama maeneo ambapo bwana Sifuna anatoka pale. Sasa unaona kwenye gazeti leo wanasema bwana Sifuna Western region. Yes. Every Tom Dick and Harry. Yes. Wa Mangati. Yeah. Wa Munyini. Bifoli. Paka Bifoli amefufuka. Bifoli ametokea. Anataka kuingia safari ya Sifuna. Ghost Mule, what's your take? Gidi, kuna kitu inaitwa wave. Wave ikija huwa haibakishi yoyote. Ambaye labda hataki kuondoka, hiyo wave itambeba. Na sasa hivi ukiangalia vile siasa za Kenya zinakwenda, bwana Sifuna wave yake, nyota yake inang'aa. Na pale Western ukizungumza against Sifuna, in fact nilikuwa naangalia katika mitandao wakisema tarehe 26 ndio anamkaribisha pale. Na mtu yote atajaribu kupinga day weekend. Ukijaribu kupinga, usijaribu kukaribia pale. Kwa hivyo the time has come. Unajua pia kuna possibility nyota yake inaweza ng'aa mpaka Ikulu. Why not? Gidi, why not? Unajua hii mambo ya siasa ni siasa, ni kama karata, ni kubahatisha. Na sasa hivi ukiangalia kama nyota yako inang'aa, unasema kwamba why not? Na Sifuna nimemwona akizungumza, he believes he's going to be in State House. Kwa hivyo hao watu wengine wanamfuata. Kumbuka yeye hajatangaza, lakini tunangojea aweze kutangaza rasmi. Na pia hata mimi labda nitoe maoni yangu. Kwa sababu hata mimi niko na haki ya kutoa maoni bila mapendeleo ama bila kuegemea upande yote. Mimi ukiniuliza, Sifuna is ripe for presidency. Yaani ametosha. Ameiva. Na hiyo ndio miaka ya kuwa president. In fact mimi ukiniuliza bwana Ghost Mule, the bare minimum. Na hii ni maoni yangu. Msiseme Gidi wewe sasa naona unaanza kupromote Sifuna. Hapana. The bare minimum ya Wakenya, kama unataka kuwa rais, kama unataka kuchagua rais ambaye ataleta msisimko mpya, should be 50 and below. Mtu yote ambaye amefikisha 50 kwenda mbele, wachana naye. He's been there. Inaitwa been there and done that. Leo unajua naongea kizungu mingi. Been there, done that. Kwa hivyo ukiangalia bare minimum, the only presidential candidate ambaye anamulikwa labda ni Sifuna na mwingine pale. Kwa hivyo hiyo mimi nakubaliana. Na hii ni maoni yangu. Yule ambaye anafaa kuongoza hii nchi, apart from rais ambaye sasa hivi atakuwa anaangazia kiti chake kuendelea, the next one kama ni sahi ama baada ya rais wa sasa, lazima awe umri ambao inaangazia mambo mapya. Na Sifuna fit the bill. Nilikueleza kuhusu Obama alikuwa rais akiwa na miaka ngapi? No, 47. 47. Sifuna is 44. So why not Sifuna? Why not sasa hivi? Mgombeaji mmoja ambaye nyota yake ikianza kuwakawaka, sasa anaanza kurudishwa kwa jamii yake. Na unajua Sifuna amekuwa national leader. Mwenye anamulikwa na taifa nzima. Kweli? Lakini unapata kwamba sasa kuna wale ambao sasa wanasema huyu sasa ni wetu. But Gidi, there's no problem because wanasema charity begins at home. Lazima uanze nyumbani. Na wewe kama unataka kuwa kiongozi wa kitaifa, lazima ukubalike nyumbani. Au unaona siasa watu wakipigwa unasikia mtu anasemekana kwamba kwa in fact wanaoneaga sana wanadada. Ukipata mwanamke ambaye anataka kugombea kiti fulani na ana bwana, hiyo tu inakuwa ndio sababu. Nyumbani kwako ni wapi? Nyumbani kwako ni wapi? Bwanako ni nani? Hujaolewa. Endo simame huko mahali umeolewa. Kwa hivyo kama Sifuna, kama Bungoma hajampigia debe, hajakubalika nyumbani, itakuwaje? Atakuwa national leader. Kwa hivyo charity begins at home. Hebu nipate maoni yako. Maoni yako ni yapi kuhusu azma ya bwana Sifuna kugombea nafasi ya urais? Sitaki panganga. Nataka analysis. Unasikia vile bwana Mele ame-analyze.